Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana kwamba hajajua alama yako iliyomo mle ndani. Kumbe wewe ni mtu wa Mungu. Kwa sababu hajajua, tunataka tumwambie, tumeinuka. Sisi tuna DNA ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una DNA. Damu yako ikichanjwa na ya Yesu ikichanjwa, wote ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu alikuwa ni mshindi, kwa nini wewe usishinde? Acha nikutangazia kupitia madhabahu ya Shilo, wewe ulioingia mahali hapa utakuwa ni mshindi, tena zaidi ya kushinda. Shetani atakayesimama mbele yako atafyatuliwa kwa jina la Yesu, atapigwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umepewa hicho kibali cha kumfyatua. Mali ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wana kiburi, wale wanakutishia tu. Ndio maana wewe kama imani yako ni ndogo, mapaka yanaweza yakaja nyumbani kwako yakalia kama watoto. Ukampigia simu mchungaji Munga, huko kuna madude yanalia kama watoto. Yanakutishia tu. Yanakutishia tu. Bwana Yesu asifiwe. Kutishiwa kupo. Hata Yesu alikuwa anawatishia wakwake. Angalia imani. Shetani naye anawatishia walio wa Yesu waangalie, ili awapunguzie, kama waangalie, ili awapunguzie ile kasi mlionayo. Au nakataa kama Yesu awaangalie walio wakwake? Muulize Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji. Wewe ndio wewe kweli wewe? Yesu ndio mimi. Kama ni wewe basi njoo. Yesu akasema ngoja niangalie mwanangu. Akampunguzia imani yake, yale mawimbi akaanza kuja yale makubwa hivi. Petro akasema hapa nimeona tu kitu cha ajabu. Akaanza kufanya ile imani yake ikapunguzwa, akaanza kuzama, kwa sababu alikuwa na jemedari kama njoo. Akamshika, wakarudi kwenye nini? Kwenye chombo. Huyo alimshika, lakini shetani akikupunguzia ile kasi yako, anakupush, unadondoka kwa hapa, anakuja na ukanyaga. Acha, simama kama mwanaume, simama kama jeshi la Bwana, simama kama mtumishi wa Mungu, maana yeye amesema anakuja kwako kwa ajili ya kurudisha ule uhai ambao shetani amechukua kwako. Tunajivunia kupitia hiyo damu ya Yesu. Hatuwezi tukashinda bila kuita damu ya Yesu, wapendwa. Waebrania 12:24. Waebrania 12:24 nasema nini? Waebrania 12:24 inasema na Yesu mjumbe wa agano jipya, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, inenayo mema kuliko ile ya Habili. Inenayo mema kuliko ile ya nani? Ya Habili. Yesu mjumbe wa agano jipya, na nini amesema? Na damu ya kunyunyizwa. Akasema nini? Inenayo mema kuliko damu ya nani? Inenayo mema kuliko damu ya nani? Inenayo mema kuliko damu ya wachawi, inenayo mema kuliko damu ya waganga, inenayo mema kuliko damu ya mbuzi. Inawezekana ya kwamba wamenena mabaya juu yako, wakasimama kwenye makaburi, wakatamka, wakachinja kuku ya kwamba ili kanisa la Shilo halitaendelea, wakamwaga damu mahali hapo. Inawezekana walichukua kafara za ng'ombe, wakamwaga damu ya kwamba mchungaji wa madhabahu hiyo hatasimama. Inawezekana walishika kila aina ya wanyama, akasema ile kanisa walioanza watabaki hao. Inawezekana walisema utakapoingia kwenye madhabahu hii, watakapoanza kuomba, wewe ukombozi wako hautapatikana pale. Wakamwaga damu. Wakamwaga nini? Maana hata Habili na alimwaga nini? Damu ya ndugu yake ambaye ni nani? Kaini. Kaini ndo aliyemwaga damu, si ndivyo? Kwa sababu alisema kwamba hii damu imekubaliwa mbele za
za Bwana. Hata wachawi wanafanya hivyo kwa sababu wanajua unapoenda ni mahali salama. Wanaamua kuweka matambiko, wanaamua wanachinja kuku, wanyama, ndege, wanatoa kafaraji za watoto wao. Lakini acha nikwambie, iko damu pekee ya Yesu. Hiyo damu ya mnyunyizi itashuka kwako. Utakapoita damu ya Yesu, hakuna damu nyingine itakayosimama, hakuna damu ya wanyama itakayosimama, hakuna maneno ya watu yatakayosimama, maana iko damu pekee inayonena mema, hiyo damu ya Yesu. Hata kama wametamka usiku, ita damu ya Yesu itanena mema juu yako. Hata kama wamesema ya kwamba utakuwa ni maskini, ita damu ya Yesu itanena mema